Nasra. Nasra. Mambo. Poa. Nasra, vipi kuhusu ile ombi langu? Kajoka, mbona ombi lako nalifanyia kazi? Hivi karibuni itakuwa sawa. Lakini ujue nakupenda sana Nasra. Hata mimi wajua nakupenda sana Kajoka, ndio maana nimekuambia ombi lako nalifanyia kazi. Sawa Nasra, nimekuelewa. Lakini ujue nakupenda sana. Niko chini ya miguu yako. Sawa Kajoka, usiwe na shaka kuhusu hilo. Natafuta sababu ile jamaa tu niachane naye ili niweze kuja kwako mpenzi. Sawa, nitashukuru kama ombi langu utalifanyia kazi. Sasa mama yake Ashura ameenda wapi? Yaani hapa kuchimba muogo ndo amechukua masaa yote. Hivi anajizima data, anajifanya ajui kama mimi nataka kuondoka hapa nyumbani niende kwenye mihangaiko yangu. Kama kweli wanawake sio watu wa kuaminika. Mpaka ameniacha nimeanza kuwa na shaka. Mbona amechukua muda mrefu sana? Mama Ashura. Mbona sielewi? Kwani kulikoni? Mama Ashura. Mke wangu, ni nini mbaya kwani? Mbona umekuja na kuita uitiki? Isitoshe, wewe mwenyewe mbona hata umevaa hivi? Wakati unajua kabisa sheria ya dini hairuhusiwi mwanamke kuvaa hivyo. Hivi ni nini kinaendelea ama kuna shida gani? Wajua mwanzo wewe sikie mimi nimekuchoka. Nimekuchoka kabisa. Yaani sina haja na wewe kabisa. Ni mwanaume gani wewe? Kula shida, kulala taabu, kila pahali yani sielewi. Kuvaa ni hivi. Unatakaje wewe mwanaume? Sikutaki kuanzia leo, kuanzia saa hii. Mimi sio mkeo. Yaani sahau kwa mimi ni mkeo. Na huyu mtoto nayemuona huyu sio wako. Na mimi naenda kwetu. Nasra. Nasra. Nini kimekukuta ndo kaamua kuchukua uamuzi mgumu kiasi hicho? Na kwa nini nyinyi wanawake mkipendwa mpendeki? Nasra, hivi unajua mimi katika kichwa changu zikitolewa kumbukumbu zako basi linabaki vuvutupu. Sioni kwa nini umeamua kuchukua uamuzi mgumu kiasi hicho. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja tu. Neno nakupenda linatumika sana kwa watu wengi, lakini ni wachache wanaomaanisha. Lakini kwa kuwa umeamua, basi mimi nakutakia kila la heri. Japo hujataka hata kunipatia sababu ya maana. Lakini mimi na akili, wewe ni mtu mzima na uko na akili zako timamu. Si bure umeamua kufanya hivyo. Yaani nimekwambia sibadilishi msimamo. Yaani bendera chuma, mlingoti chuma. Itabidi nijipe moyo kwa hili. Japo niko kwenye wakati mgumu sana. Lakini mimi huwa naamini akataliwaye pia bado ni mume. Shemeji, mbona furushi tena kwa shida gani? Mambo ya ndugu yako mimi amenishinda. Wewe ungeniacha tu nikaenda kwetu. Nisije nikakuongelesha vibaya. Sekei. Naam. Vipi kwema? Kwema bro. Kwa si kwema vile, lakini mimi naamini muhimu ni uhai tu. Unajua mimi nimeona shemeji kule njiani. Na nilivyomwona kama ambaye nimegombana.
Sasa sielewi. Yaani bro, ukweli ni kwamba hilo ndo jibu. Ni kweli kabisa tumegombana. Lakini mimi sijui chanzo ni nini wala sababu ni nini. Lakini yeye amefikia mahali akaamua tu kujikataa. Kikubwa zaidi, yeye amesema hana haja kabisa na maisha yangu tena kwa sababu maisha yangu ni duni sana. So, mimi nikakosa sababu ya kumzuia kwa sababu ukweli ni kwamba sababu alikuwa nayo. Daisha amechoka na maisha yangu. Kiufupi, hahitaji tena kuishi na mtu maskini kama mimi. Hilo ndilo aliloliongea hapa. Da? Sasa unafikiria nini sasa kuhusu? Bro, mimi hata sina jawabu kamili kwa sababu mimi naamini kitu kimoja bro. Yeye kuniacha haimaanishi kama ndo maisha yangu yamefika mwisho, japo inaniuma sana. Lakini akataliwaye pia ni mume bado. So, kuna maisha baada ya hapo. Sawa. Lakini vipi kuhusu mtoto? Kuhusu mtoto, shemegi yako imefikia mahali mpaka akanitamkia kwamba yule mtoto si wangu. Sasa kama ameniambia si wangu, ningekuwa na sababu kweli ya kumchukua kukaa naye hapa. Si wako. Hivyo ndivyo alivyosema. Sasa sikujua anamaanisha nini. Sawa. Karibu bro. Katika pitapita zangu msikati hapo kukutana na PSK. Wala nilipokutana naye nikabonga naye kiasi pale maneno akanikubali bwana. Kweli mwanangu ashanipenda mwanangu. Yuko tayari kuachana na bwana wake kwa sababu yangu mimi yani. Oya mwanangu, usione nacheka ukasema nafurahia. Katika hii dunia, wote utakapofa mapema ni kutembea na bibi za watu. Mimi sikungi mkono hata nusu moja. Mimi nakushangaa. SK ni mtu ambaye ni mpole sana. Alafu mbona umeamua kumfanyia hivyo? Hivi unajua ni jinsi gani mwanamke anavyoumia? Hivi unafikiri ukimwoa hatopata mwingine? Kwa sababu tabia ya mtu ni sawa na rangi yake ya mwilini. Unamaanisha hata nikimwoa baada ataondoka na mwingine? Ndiyo. Kwa hiyo unanishauri nini mwanangu? Achana na bibi za watu. Shikamoo mama mdogo. Maraba Nasa. Mbona umekuja bila taarifa? Mama mdogo, sikia amenichosha. Mwanaume gani mwenye hanijali, hanijui chakula chenyewe shida, kulala napo taabu. Nimechoka mama mdogo. Nimeona heri niishi maisha yangu peke yangu kuliko kuishi na CK. Amenichosha kabisa. Kwa hiyo Nasra, huo ndio uamuzi uliochukua. Na mwenyewe unadhani kuko sahihi? Basi sawa, karibu. Bwana Nordin. SK. Naam. Ndiye bwana. Mimi niko poa sasa hivi. Tena ni bora nimekukuta bro. Yaani hapa nilipo niko na mazungumzo, nahitaji kuongea na wewe. Ila samahani kama atakuwa mabaki upande wako. Mwanangu hakuna shida, nieleze. Bwana, mimi kuna shida kidogo leo nisibu hapo nyuma. Imani wewe pia unaijua, na kama hawejui basi sawa, lakini mimi na imani kabisa unaijua. Tuachane na yote hayo, acha niende direct kwenye point. Bro, mimi nilikuwa nahitaji kama hautojali uniruhusu nimuoe mdogo wako Pili. Unasemaje SK? Samahani, siko ubaya lakini kwani Nordin, mimi sina haki ya kuwa shemegi yako? SK. Naam. Unachokiongea ni kama ndoto.
hilo swala SK haliwezekani. Haliwezekani. Hata kama ni makosano SK, si unakuja mpaka kwao mnarekebishwa. Unaenda wazazi wake unakuja mnarekebisha. Ndio hivyo mpaka mwache mpaka uje ndugu yangu pili. Bro, ni kweli kabisa. Yesu ni Bwana, lakini sio kila Bwana ni Yesu. Fanya hivi SK. Achana na misemo ninayosema. Toka kabla sijakosea heshima SK. Lakini si kwa nia mbaya bro. Mimi naona umekuja na masuala yenye maana, unakuja hata kumwoa pili. SK. Mimi na wewe hatujaona heshima hata siku moja. Na kuomba uondoke taratibu. Hivi nilichokukosea hapo ndio mimi. Nasema ondoka SK, ama unielewi? SK. Ni hesabu 1 mpaka 3. Nisikuone. SK, naomba uondoke ama unielewi? Bro. SK. Sawa, mimi nimekubali. Pale siwe kesi. Ala. Hivi unafikiri kwa mtu ni rahisi tu? Leo umemwacha, kisha dadangu tena umwache. Onekana kuna wazimu kweli. Mbavu mmoja. Kajoka, mbona kimya sana? Samahani, twende kando kidogo. Kajoka, mpango wetu ushakamilika, baki ya wewe tu. Oh, kumbe kweli wewe ni mwenye kutimiza ahadi. Lakini kama umeweza kumwacha mume wako, mumeo wa ndoa ambao umezaa na yeye, inamaanisha hata mimi unaweza nifanyia kitendo kama hicho. Kwa nini Kajoka? Tambua mimi mwenzio nakupenda. Nilifanya yote kwa ajili yako Kajoka. Ukiona mwenzako ananyolewa, chako tia maji. Asante sana Nasra. Nimejifundisha kitu kutoka kwako. Unamaanisha nini Kajoka? Nasra, kwaheri. Kajoka, hivi kweli? Kajoka. Niambie mwanangu. Safi kabisa. Bora nimekuona. Kwa nini mwanangu? TK ameachana na mke wake. Na haya yote najua ni kwa sababu yako wewe. Ona mwanangu, hii story mbona nishamaliza? Kivipi yani? Bibi SK nishashikana na yeye juzi. Na nikamwambia tuachane na hilo swala. Kajoka, kuwa makini na haya maisha. Ona sasa usharibu ndoa ya watu. Ushauri ulionipa nilifikiria, nikaona uko sahihi, na ndiyo maana nikaamua kufuata. Sawa mwanangu, kuwa makini. Kama ukijua bibi ya mtu ni sumu. Samani Pili. Kwanza hata nimekosea, ningefaa kumshukuru Mungu kwa kunikutanisha na kiumbe kizuri design yako. Pili. Sema ukweli, mimi nilipokuona tu hivi nimehisi kabisa naelekea kutimiza ndoto. Nikikaa karibu nawe hivi nahisi moyo wangu kabisa unajawa na faraja. Nahisi kabisa wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu. Ningeomba nifungulie moyo wako. Hakika wewe ni mwanamke mrembo. Toka nizaliwe mpaka hapa nimefikia, sijaona na mwanamke mrembo design yako. Pili, naiomba nafasi kwako. Hata wewe haimaanishi kama nimekosa warembo huko mtaani. Lakini ukweli wewe ni mwanamke pekee ambaye umetulia, uko na sifa njema na pia umeumbwa vinavyostahili. Nivutia kiasi cha kwamba nikiendelea kuistiri nitakuwa ni kama naiumiza nafsi yangu bure. Nimeshindwa na kufuga kidonda wakati dawa ipo. Pili, naomba ufungue basi moyo wako. Niamini, nipe hii nafasi. Mimi niko tayari uniambie unanipenda hata kama utanidanganya. At least moyo wangu utulie. Mdogo si nilimwambia achane na dadangu. Wacha mimi leo utamuonesha. Huyu atajua mimi nani. Hajanijua vizuri huyu.
namuonesha leo. Pili, mbona umenyamaza sana? Pili, nipe basi nafasi. Pili, subiri. Mwanangu. Hivyo. Naona kama unielewi. Mwanangu, unakumbuka nilichokuambia? Nakumbuka bro. Nilikwambia achana na dadangu. Ni kama hujanielewa. Wacha leo mimi nikuoneshe mimi ni nani. Basi msamehe bro, nisamehe. Ulikuwa unataka msamaha, usingefuata Pili. Nisamehe bro, nisamehe. Nisamehe tu bure. Sio unielewi. Nilikwambia achana na Pili, lakini unielewi. Leo mimi nakuonesha na kumaliza leo mwanangu.